Leo nataka tuzungumzie kuhusu kitu kinachowatesa watu wengi sana, lakini wachache wanajua siri ya kukishinda. Je, umewahi kuhisi hofu kubwa kila unapotaka kutoa pesa? Labda unalipa ada, unalipa kodi au unanunua chakula, lakini ndani ya moyo wako unahisi kama sehemu ya maisha yako inakatika na kupotea milele. Hali hii inaitwa mtazamo wa kuhodhi au holding mindset. Ni gereza la kisaikolojia ambalo linakufanya ushikilie pochi yako kwa nguvu, ukague salio la benki kila dakika kwa wasiwasi na kujinyima hata furaha ndogo ndogo. Nataka nikuambie siri moja kubwa leo. Hii hofu unayohisi kuwa unalinda pesa zako ndio hasa inayozuia utajiri usikufikie. Badala ya kukulinda na umaskini, hofu hii ndiyo inayotengeneza umaskini wako. Ili uweze kufanikiwa, lazima uelewe kuwa utajiri sio kitu kinachotuama kama rundo la mawe. Utajiri ni nishati, ni mto unaotiririka. Fikiria mto mzuri wenye maji safi. Maji hayo yanabaki kuwa safi kwa sababu yanatiririka. Lakini nini hutokea ukijaribu kujenga lambo au bwawa ili kuzuia maji yako yasitirike kabisa? Maji hayo hayabaki kuwa safi, yanaanza kutuama, yanakuwa na harufu mbaya, mbu wanaanza kuzaliana na magonjwa yanatokea. Hivyo ndivyo inavyokuwa kwa mtu anayeshikilia pesa kwa hofu. Unapoacha kuipitisha pesa, nishati yake inakufa ndani ya mikono yako na kuanza kuleta maumivu ya kisaikolojia. Maisha yanahitaji mzunguko. Fikiria jinsi unavyovuta pumzi. Ili uweze kuishi, lazima uvute hewa ndani, inhale, au lazima utoe hewa nje, exhale. Ukijaribu kushikilia pumzi yako kwa hofu kuwa hewa ya ulimwengu itaisha, utazimia na baadaye utakufa. Kutoa pumzi ni hitaji la lazima ili uweze kuvuta pumzi mpya. Pesa pia inafanya kazi hivyo hivyo. Kutoa ni sehemu ya mchakato wa kupokea zaidi. Hata Bwana Yesu kwenye maandiko ya Biblia alisema, heri anayetoa kuliko anayepokea. Siri kubwa ya mafanikio iko kwenye akili yako ya ndani, au tunaita subconscious mind. Akili yako hufanya kazi kama benki ya ulimwengu ambayo inakulipa faida kubwa kwa kila amana ya imani unayoiweka. Ulimwengu hauna uhaba wa mali. Kizuizi cha utajiri wako hakiko mbinguni, wala hakiko kwa serikali, wala hakiko kwa shetani, wala kwa wachawi, wala kwa ndugu. Kizuizi kiko kwenye ufahamu wako mwenyewe. Unapojiweka kwenye hali ya hofu, unakuwa kama mkulima anayekataa kupanda mbegu zake kwa hofu kuwa akizizika ardhini zitapotea. Mkulima huyo anaweza kubaki na gunia lake la mbegu ndani ya store, lakini hatoishiwa njaa. Lakini mkulima mwenye hekima anajua kuwa lazima aziachie mbegu ziende ardhini ili zirudi zikiwa na gunia 101. Pesa unayoitoa kwa ajili ya mahitaji ya maisha na kusaidia wengine ili mbegu unayoipanda kwenye shamba la ulimwengu ndio pesa yenye nguvu ya kubadilisha maisha yako. Nataka nikupe mbinu ya kufanya kazi kuanzia leo. Kila unapolipa bili au unaponunua kitu, usitoe pesa kwa manunguniko. Badala yake, bariki kile pesa inachokwenda kukifanya. Hebu jisemee kimoyomoyo, pesa hii inaenda kubariki maisha ya wengine na itarudi kwangu ikiwa imeongezeka mara 1000. Pesa inayotoka mikononi mwako haipotei kwenye giza. Inatoka kwako kwenda kwa mwingine. Na kwa sheria ya ulimwengu ya usawa, inaitwa law of mental equivalence,
pesa nyingine inaanza kutafuta njia ya kuja kwako kutoka katika vyanzo ambavyo hata wewe huvijui wala hukuvitarajia. Ulimwengu ni mfumo wa wazi wenye uwezo usio na kikomo, si mfumo uliofungwa. Sikuambii uwe mbadhirifu au tumie pesa ovyo, ununue vitu bila kufuata kanuni. Hapana. Na kufundisha kutoa kwa ufahamu, naitwa conscious spending. Toa kwa upendo, toa kwa furaha, na uone unavyoshiriki kwenye mazungumzo ya ulimwengu. Ukifanya hivi, utaanza kuona mabadiliko ya ndani ya muda mfupi sana. Hata ndani ya saa 72 unaweza kupata ofa usiotarajia, mteja mpya, au hata wazo jipya la kibiashara ambalo litakuingizia kipato. Rafiki yangu, kusikiliza neno hili ni pekee haitokubadilisha kama ukiamua kuichukulia hatua. Maarifa bila vitendo yamekufa. Unaweza kusoma vitabu vyote vya metaphysics, vitabu vya mafanikio, vitabu vya maendeleo, vya mipango, lakini kama bado umefumba mkono wako kwa hofu, utabaki hapo hapo. Leo nakupa changamoto, fungua mkono wako. Acha kuwa bwawa la maji yaliyotuama na uwe mfereji wa baraka. Ulimwengu unasubiri utoe ishara ya kuwa unaamini katika wingi wake ili uweze kukumiminia zaidi. Kama uko tayari kuingia kwenye mzunguko huu wa dhahabu, fanya jambo moja sasa hivi. Andika kwenye sehemu ya maoni hapo chini kwamba mimi ni mfereji wa baraka na utajiri usio na kikomo. Kwa kuandika hivi, unaitangazia akili yako ya ndani na ulimwengu kuwa umeachana na mtazamo wa maskini na sasa uko tayari kutiririka na utajiri. Ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa ajili ya mafunzo zaidi ya jinsi ya kutumia nguvu ya akili yako kubadilisha maisha yako. Kumbuka, mto unatiririka. Kuwa mto unaotiririka, na ndio maana fedha inaitwa currency. Currency, neno currency linatokana na neno current. Maana ya neno current ni mtiririko, ni kitu kinachotiririka. Fedha inatakiwa itiririke, iingie na kutoka, na inapotoka inavuta nyingine nyingi zaidi. Usifanye kuwa kama bwawa ambalo limefunga maeneo yote.